Wapenzi watazamaji wa Rosa TV, natumai mpo salama salamini. Siku hizi Rosa TV ni TV ya umbea. Sasa karibuni tuchape tu umbea pamoja. Sikiza tu usichoke. Hivi leo na wasafirisha moja kwa moja hadi kule kaunti ya Nakuru, ambapo wanafunzi wa shule ya upili, yani wasichana hao, walifaa wahudhurie ama walifaa waigize watu kwenye jukwaa kule Nakuru. Sikia sasa, huyo sasa ni mwanafunzi anaongea akiwa na hasira kali. Sikia tu. Hapo sasa tunaona Cleophas Malala anapojitetea kuhusu ile scripture aliandika ya Echoes of War. Tusikie anasema nini huyu Cleo. The plight of the young generation in Kenya. Tunaona kwamba young generation kuna matako ambayo wanataka ifanyike Kenya. Wanataka good governance, hawataki mambo ya corruption, wanataka healthcare mzuri, na wanapigana na wale elderly generation. Wanasema kwamba hawataki kwamba haki zao zinyanyaswe kila wakati. Wanapigana na the leaders, wanapigana na religious leaders, wanapigana na wazazi wao. Wacha tu. Afisa wa usalama nao na vitoa machozi kuwatishia wanafunzi kurusha hizo matia gas. Namuuliza wapi charge sheet, wapi summons, hakuna. Ilhali niko na order ambayo inaniambia nikuje nifanye mchezo huo. Sasa ukinishika katikati ya barabara kama hii, usiku umenipata hapa, umenishika, sijui ananipeleka wapi. Ndio hapo matia gas. Kuna watu pia wamejeruhiwa, wameumizwa, na habari pia wanalia tu jameni. Maskari hawataki mchezo. Sasa tufike kule kwenye koti tusikie opposers wanasema kitu gani. Omboko Milemba. So I think what we should do in that space is to allow such a place to be performed and they get over and we move on. Ambayo tunawekea watoto wetu katika akili wao kunasa ni mambo ambayo yatawapatia mwongozo mzuri, sio mambo ambayo yatakuja kuleta utashanishi na farakana katika taifa. Mheshimiwa Speaker, I saw the clip, Mr. Speaker. They are saying Zakayo must go. Where? Just like the other day they were saying the speaker must go. Which speaker must go? Where? Mr. Speaker, if you had gone, who could be seated there, Mr. Speaker? We must think tough. Protection of our children, yes. Before he proves his point, he must be told this is very, very wrong. How was this allowed? If you want to fight President Ruto, go and deal with the politicians. Don't go back to the students. Don't use innocent children as characters, Mr. Speaker. The politicians have an arena, a political arena. Malala should be arrested this evening. Hivyo tuulize tu Cleophas Malala tu swali moja tu atueleze. Cleophas, tuambie wewe ni nani? Kando na kukua kuwa mwanasiasa, wewe bado ni nani? Mimi nilikujua kama seneta wa kitambo wa kaunti ya Kakamega. Wewe ulikuwa senator. You are the former senator of Kakamega. Now you can tell us who you are. Mimi ni mwandishi wa michezo ya kuigiza. Kwa sababu gani wanafunzi walizuiliwa kuigiza kwenye jukwaa? Kwa sababu mchezo huo ni wa siasa na unaharibia viongozi fulani jina na hautaruhusiwa kuperform. Na Kileo, pengine tu nikuulize swali lingine. Ni nani yule haswa hataki wanafunzi waigize ile scripture ambayo walikuwa nayo ama ile tamthilia yao walikuwa nayo? Mtu ambaye ako na shida na huu mchezo ni William Samoei Ruto. And we must call him out, Mr. Baada ya kutoka msituni, umezungumza na wasichana wako wa Butere ama bado? Kwa sababu hatujambiwa wako wapi. Mimi mwenyewe nikafungiwa nje, nikaambiwa siwezi ona watoto. Daktari William Samoei Ruto, una habari gani ama una ujumbe upi wa kumwambia? We must call out Mr. President. Sababu huyu ni jamaa ambaye anaogopa kuambia ukweli. Na mchezo huu rais, ni mchezo ambao utakusaidia wewe rais wa Jamhuri ya Kenya. Ni mchezo ambao unakufundisha jinsi vile kufanya kazi.
Ni mchezo ambao unakuambia yale matakwa ambayo wananchi wa Kenya wanataka. Mchezo huu unaangazia masuala ya vijana ambao wanaitwa almaarufu Gen Z, ambao wanataka nchi yao iwe na universal healthcare ambayo inafanya kazi. Sasa unaona pale wanafunzi tu wana risk maisha yao kurukia kwenye dirisha la gari, wakitoka nje wanakimbia mbio sana, wengine wanapitia kwa mlango. Guys, who must go? Zakayo must go. He must go. Kuna maneno mengi ambayo tunastahili feli. Serikali ingilia. That is tired of being manipulated by leaders who are busy making empty promises. Promises that even a 5-year-old is able to tell is a scam. Fertilizers for the farmers, free education, a government of the people, for the people, by the people. What people? And we have no voices in our government. A generation that is vexed, infuriated, tired of everything going on. Who are our leaders?